na kwaya hizi. Asante pia Kajenja kutoka Nyasaka, unazidi kubarikiwa ukiwa na mama Pelesia Makaya, mnazidi kubarikiwa. Hivi sasa ni wakati mzuri wa kwenda kusikiliza somo maalum kuhusiana na kaya na familia, kuhusiana na malezi ya watoto hasa katika wakati huu wa kizazi cha Gen Z, na ninamleta kwenu mwandishi wa vitabu, mwalimu wa watoto MC Madevu Abiudi Amani, ambaye atatupitisha katika somo hili kwa ufupi, lakini kwa namna ya kipekee ambayo wewe uliyechoka mwenye huzuni utaondoka hapo ukiwa na burudani, ukiwa umefurahi, lakini zaidi kitu kimeingia ndani ya kichwa. Bwana ni mwema wakati wote. Mnaitikia kinyonge nyonge, yani kuna mtu ananicheki afu anasema jamaa mwenyewe kwani ndo bwana ama sio bwana huyu, yani mbona kama vile na midevu kama bwana hivi. Kwa unamuona nikazie salamu kwa sababu nahisi kama vile mimi ndo huyo bwana mwenyewe. Wacha nikwambie, namuongelea huyu bwana wa mabwana, mwamba wa vizazi vyote, the rock of ages. So mwingine ni huyu ambaye alikufa pale msalabani kwa ajili yetu. Bwana ni mwema wakati wote. Sikiliza, wacha nikwambie, najua hapo ulipokaa unasikilizia kuna madeni ya vikoba, watoto wamerudi shuleni hujamaliza ada, unadaiwa kodi ya nyumba, mambo yanaenda yasivyokuwa, gari liko garage na huna hela kulitolea kule. Wacha nikwambie, hata kama mambo yamekaa vibaya namna gani, bado Bwana anabaki kuwa mwema. Kuna mtu hapa akimaliza hapa anasema, "Oye mzee baba, ongea chapu, naenda kwenye sindano za masaa." Wacha nikwambie, hata kama una sindano za wiki nzima, bado Bwana anabaki kuwa mwema. Bwana ni mwema wakati wote. Okay, mwamba huyu hapa anaitwa Madev baby. Ukitaka kunisalimia kwa jina hilo, basi mimi nitajisikia amani moyoni, kwa sababu niko mikono salama, mikono ya Yesu. Huyu mwanamama ametoka hapa kanitambulisha, anakuja mambo ya familia na kadhalika. Wacha nikwambie, hakuna fundi kwenye haya mambo. Tunapata tu tips kadhaa kutoka kwenye neno la Mungu, na kutokea hapo utajua unavyoruka nalo. Unaamua ucheze na biti ama ucheze freestyle, na ukicheza freestyle yatakukuta ya kukukuta. Biti kadhaa zimeshawekwa kwenye Biblia, na ukipita na hizo ushindi ni hakika. Basi pale tulipo tuombe, alafu tuanzie tulipoishia. Asante Yesu kwa ajili ya sahihi. Ongea na watoto wako yaliyo mapenzi yako kupitia we Yesu uli Bwana mkombozi wetu. Amina. Amesema si mwandishi wa vitabu na kadhalika. Ni kweli, kuna kitu kimesemwa hapo, ni mwandishi wa vitabu. Kuna kitabu kipo hapa kinaitwa Kutembea na Mungu, kina maujanja mengi kwa kweli, kitakutoa maujinga na kukujanja maujanja mapya. Mtu mmoja akasema, oya, kinafaa watoto kuanzia miaka mingapi? Sikiliza, hata mkeo kinamfaa, hata we mwenyewe kinakufaa. Kinaweza kukutoa mastresi na ukabaki umetulia mahali fulani salama kabisa na amani nyingi kuliko zile za pale kabla. Tukitoka hapa, we ni cheki, unaweza kuchukua kwa ajili yako, kwa ajili ya mkeo, kwa ajili ya watoto wako, au ukasema pale kwenye kambi kuna watoto wanakitamani na hawana uwezo, mimi nitatoa vitabu 100 kwa ajili ya hao watoto. Kiroho safi, thawabu yako itakuwa kubwa mbinguni. Matangazo ya biashara yamekwisha, wacha tugonge gospel. Fungua Biblia yako, kitabu cha Samueli, sura ya Samueli wa pili. Chapa kwa haraka, sekunde zenyewe zishapwa hizi hapa. Samueli sura ya pili, Samueli wa pili sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza kutembea kurudi hapo chini. Ningekuwa director wa filamu, ningeambiwa niandike script ya kutengeneza limkanda fulani la kibabe la video, limkanda fulani ambalo kwa kweli linaweza likabadilisha maisha ya watu fulani. Ningecheza na hii sura na ningetoa script yangu hapa. Wacha nikwambie, story hii ni ya watoto wa mzee Daudi.
mapepo, na mapepo yanatoka kupitia muziki ambao waimbaji wametoka kuuimba sio muda mrefu. Mwamba huyu hapa akafanikiwa kuwa na watoto wa kutosha, idadi nzuri. Wewe unajisifia umekuzaa, haujafikia wa Daudi. Alikuwa na watoto wa kutosha. Wacha nikwambie, siku moja kwenye pilika za pisi kali, piru moja matata, chuma cha kibabe. Hii chuma ilikuwa inaitwa Tamari. Tamari alikuwa ni mtoto mzuri kuliko maelezo. Biblia inasema kwanza alikuwa hajawahi kuliwa, alikuwa mtoto new brand, ingizo jipya, lakini alikuwa ni mkali. Wacha nikwambie, alipokuwa anaendelea na shughuli za kila siku, alikuwa na bro wake. Bro alikuwa anaitwa Amnon. Amnon kwenye pitapita zake akawa anamcheki shosti, anampandisha na mshusha, akimcheki sisteri, kwa kweli moyoni akataabika. Bro akamshobokea sister yake. Wacha nikwambie, unajifanya ni msela, una ujanja mwingi, lakini unajua kumshobokea sister yako. Mwamba alimshobokea sister yake, na hakumshobokea ikaishia hapo. Alianza kumuwaza mpaka Mwamba akashindwa kula. Mzee baba akatumbuka na mawazo mpaka baada ya muda akaanza kukonda. Hapa pembeni kuna mwamba mmoja akamwambia, oya mzee baba, inakuwaje? Mbona kama shavu linaporomoka hivi? Mbona kama udevu unaanza kupauka mzee baba? Mbona kama uaraza unaanza, mbona kama mvi zinaanza kuongezeka? Shida ni nini mzee baba? Akamwambia, mwanangu, nimemshobokea sister. Akasema, umesemaje? Akamwambia, mwanangu, sister mwanangu, yani nikimwona sister mwanangu mapigo ya moyo yanaenda mbio. Akamwambia, mbona mwanangu kama ingizo jipya hili hapa? Akamwambia, mwanangu, ndio mama nimekuambia mambo yangu yawezi mwanangu, nimemshobokea sister. Wacha nikuulize, wangapi tumekushobokea masista zetu? Nyosha ufuto ushirika, ujichanganye hivyo hivyo. Basi bwana, jamaa akamwambia, usijali, nitabunyu mbinyu, nitakutengenezea mpango mkakati, nitakutengenezea li strategic plan la kibabe, na shosti huyo hapo kimemlamba. Wacha nikwambie, jamaa akaondoka, akaenda akasuka mpango na akarudi, akamwambia, oya mzee baba, zuga unaumwa. Ukishazuga unaumwa, baada ya muda mfupi taarifa ziende kwa mzee, kwa mfalme, na useme unaumwa na kwa kweli unahitaji dada yako Tamari aje kukuhudumia. Na baada ya hapo mzee baba, sikufundishi yote, hiyo ni kodi ya kibabe, nimekupa kodi, utapita nayo. Amnoni akasema, kama vile imekaa mkao, basi freshi. Mwamba asubuhi anaamka, akadumbukia ndani ya blanketi, japo anasikia joto, lakini ana vibrate, anatingishika, anagonganisha meno ya kwamba anaumwa vizuri. Na taarifa zikafika kwa mfalme, na mfalme aliposikia huo ujumbe akasema, mbona ni freshi tu. Akanyanyua simu moja tu, mama Tamari, Amnoni anaumwa. Kama vipi? Mwambie shosti akampikie braza yake kule, kama vile amemisi mapishi ya dada yake. Jambo halikuwa la shida. Shosti akachomoka kwa raha zake, ameitwa na nani? Na bro. Babu sikiliza, hakwenda kwa msela yoyote tu hivi mvamlegezo, amekwenda kwa bro bila shida. Shosti mdogo yule kwa raha zake yule afika skani pale, anapiga miluzi, akagonga mlango, akaingia ndani, anasikia mziki unapigwa hapo, kwa ya salasala na nguruma hapo, kwa ya Yerusalemu anapiga vitu vyao pale. Akaingia na akamsalimia bro kitandani, anapomshika hivi kama vile hana homa au ndio imeshuka sasa hivi. Bro, ni nini? Nini tufanyeje sasa? Mkate na kajuisi kidogo. Shosti bila shobo akazoma zake jikoni, akaanza kublendi pole juisi, amechanganya mapansheni kidogo na machungwa pale, huko anaimba tu twenda Sayuni, huko anavuta oven, anaangalia kama mikate imekauka vizuri, anarudishia. Akaendelea na maandalizi ya huu msosi. Wacha nikwambie, shosti anatoka jikoni, anagundua hakuna mtu sebuleni, waliokuwa pale nje wanapalilia bustani hawapo, waliokuwa wanalisha kuku kule mabandani hawapo, pamenyamaza kimya. Shosti hata asichezwe na machale, akaenda mdogo, oya bro, msosi ushaiva uwapa. Siwezi kula mwenyewe, nilishe. Akasema hiyo sio shida. Anavotaka kumnyanyua bro hivi ili aanze kumlisha Mwamba, akamdaka. Kule Dar es Salaam kunguru anakula vifaranga, akamdaka kama kunguru amekamata kifaranga hivi. Shosti, oya bro, ni nini? Mbona kama vile unataka kutenda kipumbavu? Akasema, upumbavu shingapi babu? Kitakuramba leo. Shosti anaendelea kushangaa, oya usifanye hivi, hii ni aibu katika Israeli. Asema ishakuwa aibu tayari, wacha mimi nipite nayo. Na shosti anajaribu kujitetea, lakini bro kwa kweli alikuwa ameshavaa sura nyingine, na Biblia inasema akamtenda kwa nguvu. Kwa kweli alimbaka, kwa kweli alimkula uroda dada yake. Sikiliza,
Alivyomaliza kufanya aliyoyafanya, akamwambia haya, amsha babu, tawanyika, ondoka. Akamwambia bro, hii kitu ni aibu, natokaje hapo nje? Yaani mchana wote jua lo, natokaje hapo nje? Akasema Biblia anasema akafungua mlango, akamsukumiza shosti nje, akafunga mlango nyuma, akagonga na kufuli, akarudi kitandani akijipongeza moyoni, akanyanyua mkonga, akamwambia oya mzee baba, imeisha huku, yani kama ulivyopanga mwanangu, nimecheza na biti. Biblia inasema yule mwamba aliyempenda dada yake kuliko maelezo, mpaka akakonda, akamchukia kuliko alivyompenda. Wacha nikwambie, kikikuramba atakuchukia kuliko alivyokupenda. Wacha nikwambie, utatoka geto kwake, utafika mpaka nyumbani hajakutumia hata SMS. Utafika nyumbani, utaoga, utabadilisha nguo, utapika, unataka kulala, na hata hajakuuliza umefika ama hujafika bado. SMS, kama unapokea SMS 50 kwa siku, unapokea moja ama hata hiyo moja yenyewe mpaka ufanye kuandika barua ya maombi. Na wacha nikwambie, shida haikuishia hapo. Tamari anatembea njiani, anakutana na kaka yake mwamba mmoja anaitwa Absalom. Anaambia shosti, mbona unalia? Mbona mikono kichwani? Mbona umerarua shela yako? Akamwambia kaka Amnoni amenitenda nguvu. Akamwambia tulia, imeisha. Akamsogeza dada yake, akamrudisha ndani, na baada ya dakika kidogo taarifa zilifika kwa mzee, na mzee akajua kilichotokea, lakini mzee akala gunzi. Nataka niongee na watu watatu kama sio wanne. Watu wa kwanza, wakaka na wadada ambao hatujaoa wala kuolewa, pale tulipoko tucheze na biti. Jua kusoma dalili za nyakati. Tamari anaenda kwa bro, ndiyo ni kwa bro, lakini hakuangalia kwamba mbona pamepoa, mbona watu wametawanyika, mbona nimebaki peke yangu. Yakitokea kutokea, trust nobody, suspect everybody. Usimwamini mtu yoyote kwenye haya maisha. Hata dingi yako babu akikuita chumbani, fungua mlango, acha wazi kabisa, ingia. Uko umekaa mguu mmoja ndani mguu nje, uko unasema baba unasemaje? Watu washachanganyikiwa, watu wameshavurugwa, unaweza ukatendwa lolote saa yoyote. Wacha nikwambie, kama kuna mwamba anakwambia silali, nashindwa kulala na kadhalika kwa ajili yako, ana jambo lake, akishalitimiza mzee baba, imeisha. Ikiisha hivyo yani, wacha nikwambie, Amnoni ambaye alikuwa anakonda na kukonda, kwa kweli hamna jambo ambalo lilifanyika zaidi ya kumchukia kuliko alivyompenda. Chana na vijana, tulieni hapo pembeni, njoni kwa wazazi wenzangu. Daudi amesikia Amnoni amembaka Tamari. Biblia haijaonyesha popote mzee baba akimwita dogo janja kwamba oya, ujinga gani umeufanya. Haionekani akimgombeza popote. Wacha nikwambie, iliisha vibaya kwa sababu Absalom alikuwa ametulia na ngoja baba atachukua hatua, lakini baba hamna kitu alichofanya. Mzee baba naye akaandaa birthday, akaita watoto wa mfalme wote, akatengeneza mpango mkakati, dogo akagongwa mkuki na akafia pale. Utasoma baada hiyo sura ya 13 imekaa mkao fulani. Nataka kusema nini? Wazazi tunaweza tukawapenda watoto. Kuna watoto tunaona kama vile hao ndo precious baby, mtoto wa baba. Nilikuwa nauliza kule kwenye kambi la watoto, wakasema, nikawauliza, wewe kati ya baba na mama unampenda nani? Wewe ni mtoto wa nani? Mimi mtoto wa baba. Kadada, mimi mtoto wa baba. Likaka, mimi mtoto wa mama. Ndio wewe una mtoto wa mama, kaza babu. Wacha nikwambie, watoto wanajua kwamba baba anampenda fulani kuliko fulani. Wacha nikwambie, akigundua hivyo alafu ikatokea ugomvi kati yao, anampiga dogo mara hizo. Kipigo cha kwanza cha kosa lilofanya, kipigo cha pili ni cha kwako mzazi. Hata hivyo mama anakupenda kuliko mimi, hata kugonga kigongeo cha ajabu kuliko maelezo. Nataka kusema nini kwa dakika hizi chache? Naotakia amani ya Bwana kwenye kambi letu, lakini zaidi sana wazazi tusiwapendelee watoto, wapende sawa. Ndio kuna mmoja anaweza kuwa mjanja kuliko mwingine, mwingine ni mzembe, mwingine ukimtuma anafanya haraka, mwingine ni mzito. Hata kama utawapenda zaidi kwa namna yoyote kule ndani ya moyo wako, lakini usiwadhihirishia kwamba kuna mmoja anampenda kuliko mwingine. Wadada, cheza na indicator, cheza na dalili za nyakati. Akijilizaliza sana, anza kuangalia vizuri. Kikikuramba kimekuramba. Siku hizi wanasema tu kila siku mtandaoni, amenihati break, amekuhati break. Utahati breakiwa kweli kama utacheza na dalili za nyakati. Yesu ni mwamba, si mwamba. Wacha niwaambie, huyu mwamba ndo anatutaka tucheze na hizi biti, tucheze kulingana na dalili za nyakati, na kupitia hapo tutabaki salama. Nawatakia amani ya Bwana kutokea hapa Nyangoto Mission. Jioni njema.